gerezani, Biblia inasema alikuwepo kule gerezani mkuu wa waonyeshaji na waokaji, wafanyakazi wawili wa Farao. Biblia inasema ndani ya usiku mmoja waliota ndoto wote wawili. Sikiliza, zile ndoto ambazo walikuwa wameota ziliambatana na kiashiria. Haleluya. Roho Mtakatifu anavyokuwa anaachilia ndoto, huwa anaachilia na kiashiria cha ndoto. Inaweza ikawa ni ndoto nzuri, ndani yako Roho Mtakatifu akaachilia kiashiria cha furaha ndani yako. Unashtuka kwenye ndoto, unasikia amani, unasikia furaha kutokana na ile ndoto uliyoota. Haleluya. Na kuna baadhi ya ndoto ambazo unaota ndani yako Roho Mtakatifu anaachilia kiashiria cha huzuni au kufadhaika ndani. Bwana Yesu asifiwe. Maana hiyo ni sauti ya ndani ambayo Roho Mtakatifu anataka ufuatilie hiyo ndoto ili ujue maana Mungu alikuwa anamaanisha kitu gani. Haleluya. Biblia inasema kwamba hao waliokuwa pamoja na Yusufu gerezani, mwokaji na mnyweshaji, wote waliota ndoto usiku mmoja. Walivyoota ndoto wakafadhaika. Yusufu akawauliza, kwa nini mmefadhaika? Wakasema, tumefadhaika kwa sababu tumeota ndoto, lakini tunashindwa kujua maana ya ndoto. Cheki Yusufu alichowaambia. Akasema wakutafsiri ndoto ni Mungu. Haleluya. Unajua kuna watu ambao ndoto anayeiota anatafuta msaada kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Juu ya tafsiri ya ndoto. Tafsiri juu ya ndoto tunaipata kwa Mungu aliye hai. Utasema, mtumishi unatuambia kitu gani? Ukisoma kwenye ile sura ya 41 tunakutana na habari za Farao. Biblia inasema Farao naye akaota ndoto. Alivyoota ndoto, Biblia inasema akawaita wenye hekima ndani ya ufalme wake, akawaita waganga ndani ya ufalme wake ili wampe tafsiri ya ndoto. Biblia inasema waganga na wenye hekima wote walishindwa kumpa tafsiri ya ndoto. Haleluya. Biblia inasema hivi kwamba mmoja wa wale ambao waliwatafsiria ndoto akamwambia hivi kwamba yupo mtu ambaye ni Yusufu, anaweza akakupa tafsiri ya ndoto kwa sababu roho za miungu wanakaa ndani yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo msaada juu ya ndoto tunapata kwa Mungu aliye hai.